DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya DW Kiswahili kutoka hapa mjini Bonn, ikiwa leo ni tarehe 4 ya mwezi Machi. Kwa niaba ya wenzangu wote, tuwe pamoja hadi mwisho. DW habari za ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Israeli inasema imeushambulia mji mkuu wa Iran, huko Tehran nayo ikivurumisha makombora kuelekea Israel. Kansela Ujerumani amekutana na Rais Donald Trump wa Marekani na kujadili swala la mzozo wa Iran. Na watu wasiopungua 6 wamepoteza maisha mashariki mwa Kongo kutokana na maporomoko mgodini. Habari kamili. Tehran. Israel imeendelea kuyashambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran usiku wa kuamkia leo, na Iran nayo imejibu kwa kuvurumisha makombora ya masafa kuelekea Israel na kwenye nchi kadhaa za Ghuba ya Uajemi. Mitikisiko mikubwa ilisikika kwenye mji mkuu wa Iran, Tehran, huku jeshi la Israel likisema limeishambulia pia miji mingine na kukilenga kwa mabomu kituo kimoja cha nyuklia. Picha za satellite zimeonyesha paa la jengo la ikulu ya rais mjini Tehran limeharibiwa, ingawa Iran haijatoa taarifa yoyote kuhusu shambulizi hilo. Makombora ya Iran yaliulenga mji wa Tel Aviv na Israel imeripoti raia wake kadhaa wamejeruhiwa kutokana na vishindo vya makombora. Katika hatua nyingine, jeshi la Marekani limesema tangu kuanza kwa vita limeshambulia zaidi ya maeneo 2,000 ndani ya Iran, ikiwa ni pamoja na meli za kivita na mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo. Washington. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani amesema hata baada ya kukutana na Rais Donald Trump wa Marekani bado hajapata majibu ya kile kitakachofuata nchini Iran baada ya vita kumalizika. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Ujerumani cha ZDF muda mfupi baada ya kukamilika kwa mazungumzo yake na Trump mjini Washington, Merz amesema maswali mengi hayajapatiwa majibu, ikiwemo mkakati wa Marekani wa baada ya vita. Hapo kabla, Rais Donald Trump alisema mmoja kati ya viongozi wa sasa wa serikali ya Iran huenda atafaa kuchukua hatamu za uongozi. Hata hivyo hakutoa ufafanuzi wa jinsi hilo litakavyofanikishwa. Kansela Merz alikwenda Marekani kwa mazungumzo kuhusu vita vya Ukraine na swala la ushuru wa biashara, lakini vita vya Iran vilitawala majadiliano yake na Trump. Abu Dhabi. Maelfu ya wasafiri wamekwama kwenye miji na viwanja vikubwa vya ndege katika mataifa ya Mashariki ya Kati baada ya safari nyingi za ndege kutatizwa na vita vinavyoendelea kwa siku ya 5 mfululizo. Takwimu za taasisi ya Cirium inayofuatilia usafiri wa anga zinaonyesha zaidi ya safari za ndege 19,000 zilizokuwa zimepangwa kwenda na kutoka katika nchi za Mashariki ya Kati zimefutwa tangu Ijumaa iliyopita. Viwanja vingi vya ndege vilisitisha safari baada ya Iran kuanza kuvurumisha makombora ya kulipa kisasi kwa mashambulizi ya Israel na Marekani. Miongoni mwa wasafiri waliokwama ni raia wa Marekani ambao wizara ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo iliwataka jana Jumanne kuondoka Mashariki ya Kati kutokana na kitisho cha usalama. Mataifa kadhaa ikiwemo Australia yametangaza kutuma ndege za kukodi kwenda kusafirisha raia wao, lakini amesema operesheni hizo zitategemea tathmini ya hali ya usalama. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Goma. Watu wasiopungua 6 wamekufa jana baada ya shimo kuporomoka kwenye mgodi wa kuchimba madini ya coltani uliopo katika eneo linalodhibitiwa na waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashahidi wameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanaume 3 na wanawake 3 wamepoteza maisha katika mgodi wa Rubaya ulio kilomita 70 magharibi mwa mji wa Goma, ambao ni mji mkuu jimbo la Kivu Kaskazini. Maelfu ya wachimbaji wadogo wanafanya kazi katika mazingira magumu ndani ya machimbo ya coltani ya Rubaya yanayodhibitiwa na waasi wa M23, huku wakitumia zana duni kama chepeo na sururu. Mkasa huo wa maporomoko ya udongo ni wa pili kutokea katika eneo la Rubaya mnamo wiki za hivi karibuni. Serikali ilikadiria watu 200 walipoteza maisha katika tukio kama hilo lililotokea mwishoni mwa mwezi uliopita.
Brussels. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amefanya mazungumzo na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine jana kuhusu bomba la mafuta kutoka Urusi ambalo limekuwa kitovu cha mvutano kati ya Ukraine na nchi mbili za Umoja wa Ulaya. Viongozi hao wawili hawakutoa taarifa juu ya kilichofikiwa, lakini ofisi zao zimesema msuguano juu ya bomba hilo ulijadiliwa pamoja na masuala mengine ikiwemo mkopo kwa Ukraine, vikwazo dhidi ya Urusi na mzozo wa Mashariki ya Kati. Ukraine inasema bomba la Druzhba linalosafirisha mafuta kutoka Urusi kupitia ardhi ya Ukraine limeacha kupitisha mafuta baada ya kuharibiwa na Urusi na imesema inahangaika kulikarabati. Hata hivyo, mataifa mawili ya Ulaya yanayolitegemea ya Hungary na Slovakia yameishutumu Ukraine kufanya kazi hiyo kwa kasi ndogo. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Vita vya Iran, Israel na Marekani vyazidi kutia wasiwasi, ikiweko hofu ya kutanuka na kuhusisha mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Viongozi wa barani Ulaya wagawika kuhusu vita hivyo, Uhispania ikionekana kukosoa hatua ya kushambuliwa Iran. Na tutakuarifu pia kuhusu namna Urusi ilivyopata pigo kubwa kwa kudhoofishwa washirika wake wakuu wa Mashariki ya Kati. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi. Hii ni Dunia Yetu leo asubuhi. Asante msikilizaji kwa kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka hapa mjini Bonn. Mimi ni Saumu Mwasimba. Tuanze uchambuzi wetu na ripoti yetu kubwa asubuhi hii. Mashambulizi ya anga ya Israel na Marekani dhidi ya Iran yameongezeka wakati kukiwa hakuna dalili ya vita kumalizika. Rais Donald Trump ameondoa uwezekano wa kuzungumza na uongozi wa Iran, akisema muda wa mazungumzo umekwisha. Hali katika Mashariki ya Kati inazidi kutia wasiwasi, wakati kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akiwa ni kiongozi wa kwanza kutoka Ulaya kwenda Washington kukutana na Rais Trump tangu vilipozuka vita hivyo. Rashid Chilumba anayo taarifa zaidi. Jeshi la Israel limesema limefanya mfululizo wa mashambulizi makali kwenye maeneo tofauti ndani ya Iran, hususan mji mkuu Tehran. Mikanda ya video mitandaoni imeonyesha moshi mkubwa ukifuka katika maeneo tofauti ya mji wa Tehran, ikiashiria uharibifu uliofanywa na jeshi la Israel. Jeshi hilo limesema limelenga maeneo ya kufitua makombora, mifumo ya ulinzi wa anga na miundombinu mingine ya nchi hiyo. Kampeni hiyo ya kijeshi ya Israel imefuatia makombora kadhaa yaliyofituliwa na Iran. Ving'ora vya tahadhari vilisikika kwenye mji wa kibiashara wa Israel wa Tel Aviv, wakati mifumo ya anga ya Israel ilipokuwa ikihangaika kuyadungua makombora ya Iran. Polisi imesema makombora kadhaa ya Iran yamepenya na kupiga kwenye mji huo, ingawa hakuna kifo kilichoripotiwa. Hadi sasa hakuna pia taarifa za uharibifu wa mali au majengo zilizotangazwa kutokana na mashambulizi hayo. Israel imeweka kanuni kali zinazozuia uchapishaji taarifa za madhara yatokanayo na mashambulizi kutoka nje, hasa kwenye maeneo yake muhimu ya kiusalama kama kambi za jeshi na ofisi za serikali. Mapema hapo jana, Israel ilidai kuulenga kwa kombora mji wa Qom nchini Iran, ambako maulama walitarajiwa kukutana kujadili uchaguzi wa kiongozi mkuu mpya wa Iran. Msemaji wa jeshi la Israel, Brigedia Jenerali Efi Delfin, amesema bado wanafanya tathmini kubaini kama kiongozi yoyote mkubwa wa Iran alikuwepo kwenye eneo hilo. Katika hatua nyingine, jeshi la Marekani limesema vikosi vyake vimeshambulia zaidi ya maeneo 2,000 ndani ya Iran. Kamanda wa vikosi vya Marekani vyenye jukumu katika eneo la Mashariki ya Kati, Brad Cooper, amearifu kwamba mashambulizi hayo yamefanikiwa kuisambaratisha mifumo ya anga ya Iran na mamia ya makombora ya masafa ya nchi hiyo. Tangu jana, kasi ya mashambulizi ya kujibu mapigo ya Iran imepungua na kwa jumla ilivurumisha chini ya makombora 100, tofauti na siku tatu za kwanza ambapo ilizilenga mfululizo kambi za jeshi la Marekani na miundombinu mingine kwenye nchi karibu 6 za eneo la Ghuba. Viongozi wa Iran hata hivyo wamesisitiza vita vitaendelea na hawatosalimu amri. Nchini Marekani, Rais Donald Trump alimkaribisha kansela Friedrich Merz wa Ujerumani mjini Washington, na mazungumzo baina yao yaligubikwa na vita vinavyoendelea na Iran. Kansela Merz alisema anaunga mkono kikamilifu kinachofanywa na Marekani na Israel, akisema Ujerumani na Marekani zina mtazamo unaofanana linapokuja swala la ulazima wa kuangusha utawala wa sasa wa Iran. Hata hivyo, Merz amesema angependelea kuona vita hivyo vinamalizika haraka.
Kwa upande wake, Rais Trump amemshukuru kansela Merz kwa kujitolea kwake kuunga mkono vita na Iran na kutoa msaada kwa jeshi la Marekani kwa kuruhusu kutumika kwa kambi za kijeshi za Ujerumani. Ama kuhusu hatma ya vita, Trump amesema mmoja kati ya viongozi wa sasa wa serikali ya Iran anaweza kuwa mtu mwafaka wa kuchukua madaraka pindi vita vitakapokwisha. Ingawa hakumtaja yeyote kwa jina, Trump pia hakufafanua ni vipi swala hilo litapangwa au kuamuliwa na Marekani. Na huyo alikuwa ni Rashid Chulumba na taarifa hiyo mkusanyiko kuhusiana na hali inayoendelea katika vita kati ya Iran na Marekani na Israel. Na Uhispania imesema Israel na Marekani zimekiuka sheria ya kimataifa kwa kuishambulia Iran, wakati Ujerumani ikisema huu sio muda wa kuwakaripia na kuwakosoa washirika. Wataalamu wa sheria nao pia wamegawika kuhusiana na hili, lakini wakosoaji wanaonya kuwa kujivuta katika kuyataja kinagaubaga makosa ya ukiukwaji wa sheria kunaweza kuleta athari kubwa katika mzozo uliopo. Amina Abubakar anayo taarifa zaidi. Raia wengi wa Iran wanaoishi katika mataifa mbalimbali Ulaya walimiminika barabarani siku ya Jumamosi baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran na kumuua kiongozi wake mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Dikteta ameuawa, hii ni siku nzuri sana katika maisha yangu, alisema mwanamume mmoja alipozungumza na DW katika mitaa ya Brussels. Viongozi wa Ulaya pia wapo pamoja na raia wa Tehran. Wameikosoa serikali ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu na kuiwekea vikwazo vya kiuchumi kutokana na kile walichosema ni ukiukwaji wa haki za binadamu, na pia kuikosoa vikali nchi hiyo baada ya hatua yake hivi karibuni ya kushambulia vituo vya Marekani ndani ya mataifa ya Ghuba kama sehemu ya Tehran kulipiza kisasi mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi yake. Lakini viongozi hao pia wamejikuta katika mvutano wa kidiplomasia. Je, mashambulizi hayo ya Marekani na Israel ambayo kulingana na shirika la Hilali Nyekundu yamesababisha mauaji ya watu 555 pamoja na Khamenei yaliendana na sheria ya kimataifa na kufuata utaratibu unaofaa? Viongozi wa umoja huo wamekuwa wakilikwepa swali hili kutoka kwa waandishi habari. Rais Donald Trump alisema Marekani inataka kuhakikisha mfadhili mkubwa duniani wa makundi ya kigaidi anazuiwa kutengeneza silaha za nyuklia, na pia inataka kuharibu uwezo wote wa Iran wa kumiliki silaha hizo. Lakini bado Marekani haijafanya juhudi yoyote ya kuhalalisha mashambulizi yake ndani ya misingi ya sheria za kimataifa. Na katika hatua ya kuongeza chumvi katika kidonda, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema Marekani imechukua hatua licha ya kanuni hizo za taasisi za kimataifa. Ujumbe wake huo umepokewa tofauti na nchi wanachama wa Ulaya waliogawika. Nchini Ujerumani, kansela Friedrich Merz amekuwa makini sana kuzungumzia uvamizi huo. Hataki kuikosoa Washington. Alisema tathmini ya kisheria chini ya sheria ya kimataifa haitofanikisha chochote, ikiwa ni pamoja na kuleta mabadiliko ya kisiasa nchini Iran. Merz amesisitiza kuwa kwa sasa ni wakati wa kuonyesha washirika wao kwamba wako pamoja nao. Hata hivyo, waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez hakubaliani na hilo. Amesema wazi kwamba anapinga hatua ya kijeshi iliyochukuliwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, aliyosema inachochea vita zaidi na inakiuka sheria za kimataifa. Mark Weller, profesa katika chuo kikuu cha Cambridge na mkurugenzi wa kundi la wataalamu la mpango wa kimataifa kuhusu sheria ya kimataifa la Chatham House, amesema jibu liko wazi kabisa. Hakuna sheria yote inayohalalisha haya yanayoendelea Iran. Ameongeza kuwa sheria ya kimataifa haitoi nafasi ya matumizi ya nguvu kujibu hatua ya kichokozi au uadui wa kiongozi wa nchi nyingine. Nguvu inatumika tu wakati wa kuliokoa taifa dhidi ya kushambuliwa. Amesema pia nguvu inaweza kutumika kuokoa watu kutoka kwa serikali yao, lakini akasema hata hatua ya Iran ya kuwakamata na madai ya kuwaua raia wake katika maandamano ya kupinga serikali hayajafikia kiwango cha kuingiliwa kijeshi na nchi yoyote ile. Lakini Rosa Freeman ambaye ni profesa wa sheria anasema inachokifanya Marekani na Israel inaendana na sheria ya kimataifa kutokana na Iran kutoa kitisho kikubwa kwa dunia kwa madai hayo ya kutaka kumiliki silaha za nyuklia. Lakini Wela naye ameongeza hapa akisema kwamba ni bora wataalamu na viongozi kuacha kumumunya maneno kwa hili ili kuzuia madhara zaidi yanayoweza kutokea kufuatia mashambulizi hayo dhidi ya Iran. Msikilizaji, kwa upande mwingine, Urusi imeendelea kupata pigo kubwa kufuatia kudhoofishwa kwa washirika wake wakuu kwenye mzozo huo wa Mashariki ya Kati unaoendelea kwa sasa, unaozihusisha Marekani na Israel dhidi ya Iran. Serikali ya Kremlin imesalia kimya kwenye vita
kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilivyopelekea vifo vya wakuu wa serikali ya Iran, akiwemo kiongozi mkuu wa jamhuri hiyo ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei. Suleiman Mwiru ana maelezo zaidi. Katika kipindi cha miezi 18 iliyopita, rais wa Urusi Vladimir Putin amewapoteza ushirika wake wakuu na ameshindwa jinsi ya kuyasaidia mataifa yanayohitaji msaada wake baada ya kutuma vikosi vyake katika mzozo wake na Ukraine. Tehran kwa muda mrefu imesimama kama mmoja wa uungaji mkono wa karibu zaidi wa Urusi katika kipindi chote cha mashambulizi ya miaka 4 ya Moscow, na Kremlin hapo awali ilitoa wito wa kujizuia kufuatia taarifa za hatua za kijeshi za Marekani zilizokuwa zimekaribia kuchukuliwa dhidi ya Iran. Mnamo Januari, rais wa Marekani Donald Trump aliagiza shambulio ambalo vikosi vya Marekani vilimteka kiongozi wa mrengo wa kushoto wa Venezuela Nicolas Maduro. Washington pia inashirikiana na viongozi wapya wa Syria tangu kuanguka kwa Bashar al-Assad mwishoni mwa mwaka 2024, jambo ambalo lilipunguza pakubwa ushawishi wa Urusi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mshauri mwandamizi katika kituo cha Carnegie Russia Eurasia Alexander Baunov, rais wa Urusi Vladimir Putin yuko katika wakati mgumu kwa sasa. Tangu vita vya Iran na Marekani kuzuka siku ya Jumamosi na kupelekea vifo vya wakuu wa serikali ya Iran, serikali ya Moscow imetuma tu salamu za pole kwa rais wa Iran Masoud Pezeshkian na kutaja mauaji yaliyotokea kama ukiukwaji wa wazi wa kanuni za maadili ya kibinadamu na sheria za kimataifa. Hata hivyo, Urusi haijatangaza rasmi msaada wowote wa moja kwa moja kwa Tehran. Mbunge wa Urusi Anatoly Vasman aliliambia gazeti la MKRU kwamba katika muda mfupi vita hivi vinaweza kuisaidia Urusi endapo vitaongeza bei za mafuta, jambo litakaloongeza mapato muhimu ya serikali yanayofadhili uvamizi wake wa Ukraine. Kwa upande mwingine, Ukraine ambayo imekuwa ikishutumu mara kwa mara Iran kwa kuiuzia Urusi silaha ikiwemo ndege za Shahid na makombora ya masafa mafupi, ilishiriki kile ilichosema kuwa ni ishara ya kupungua kwa ushawishi wa Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha alisema Urusi si mshirika wa kuaminika hata kwa wale wanaoitegemea sana. Na ripoti hiyo ya Suleiman Mwiru, msikilizaji, ndio inayotuondoa huko Mashariki ya